Mimi binafsi yangu mimi kwenye ile game aliyekuwa man of the match alikuwa ni Baka. Sio tu Tanzania man of the match. Kwa nini? Sasa kwa nini? Kwa sababu wewe unaangalia mtu amezuia karibia magoli yote. Yeye ndo alikuwa, yani blocks zile kali zote. Yeye ndo alikuwa mtu wa kuzuia. Kwa nini asiwe kipa ambaye ndo alifanya saves nyingi kabisa? Hapana, kwa mfano goli ya kwanza ambayo alifungwa, yeye ndo mimi binafsi. Sasa nikasema yeye ndo alikuwa uzembe wake. Yeye ni uzembe wake au defensive line ndo ilikuwa mbovu. Yaani yule Baka alienda kumkaba Osimhen. Sasa wewe unaangalia tu hiyo moja, mimi ninachokiangalia ni game nzima, yani game nzima. Tukiangalia Bongo bila kufunga hata magoli labda 20. Yaani magoli mengi sana. Lakini Baka kwa neti. Lakini unapobisha maana yake wewe useme sasa kwamba wewe unaona man of the match alikuwa ni nani? Kwa Tanzania sema tu. Mimi naangalia game nzima kwanza. Mimi binafsi kwa Tanzania man of the match ni nani huyo? Namba 6 nani alikuwa anacheza? Dismas. Alideserve kwa sababu alikwanza katika kipindi cha kwanza hakuwa vizuri, lakini tuliporudi kipindi cha pili control ya mpira yote ilikuwa inaanzia kwake. Alifanya interception za kutosha, alikuwa anazuia, lakini pia anatoa pasi. Mwisho wa siku hadi assist ya goli ambayo tumelipata, goli la Mazabazaba ametoa. Kwa nini? Mimi ningeona bora hata ungekuja na mfungaji wa bao. Mfungaji wa bao sasa kufunga tu hajafanya kitu zaidi ya hicho. Aliyepiga ile pasi. Pasi ilikuwa na vipimo vya hali ya juu. Baka alikuwa kwanza ukiangalia mitandao ya kijamii inachokizungumza, karibia almost Nigeria yote inachozungumza. Baka yule bwana. Mimi nakwambia msimu ujao tukamkosa kibongo bongo. Sasa issue ni baba alicheza, sio mchezo. Unaweza kuzungumzia kwa vitu vingi. Unakumbuka hata nani yule jamaa aliye Suarez alipomngata kumngata tumpe man of the match, akazungumziwa kwenye mechi. Kwa kuzungumziwa sio kwamba inabidi lakini mara nyingi man of the match maana yake ni yule ambaye alikuwa top. Binafsi mimi ni man of the match katika ule mchezo whole game, yani tuzungumzie Tanzania na Nigeria. Ni yule jamaa yule midfielder wao, nadhani anacheza Fulham kama sikosei, anaitwa Iwobi. Yule mjomba ukiangalia, yani kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho ya 90, yani mchezo anaocheza utasema ni Iniesta mdogo mzee. Jamaa anachezesha timu ile kinoma noma, kwa sababu ukiangalia lile goli la kwanza ambalo alifanikiwa kufunga limetoka kwake assist. Goli la pili pia ni assist ya yule jamaa Iwobi. Angalia usahihi wa ile pasi, accuracy ya pasi ya goli lile la kwanza. Mpira umepigwa, mabeki wa Tanzania wanakuja kushtuka kwamba mpira umefika golini. Tayari mjomba kasha. Kwani sisi man of the match tunaangalia nini? Hii tujue huyu ni man of the match kwenye game hiyo. Mimi man of the match naweza nikamtafsiri ni yule mtu ambaye amechangia kwa kiasi kikubwa kupatikana kwa matokeo ambayo yametokea. Kwa mfano, hatujafungwa sana. Kuna jamaa limeblock kinoma. Hilo li bwana haliwezi kuwa man of the match. Anaweza kuwa man of the match kwa sababu ya namna ambavyo sio mchango tu kwenye maana ya kufunga. Mchango ni kwenye kila eneo, kwa sababu football sio kufunga tu. Football ni kuanzia kwenye transition, kuzuia, goalkeeping na kila kitu. Kwani goalkeeper ukisema hivyo, goalkeeper hawezi kuchukua man of the match? Inawezekana. Sasa inategemeana. Kwa nini tunamkataa? Kwa nini ambapo man of the match anaangaliwa kwenye majukumu yake aliyopewa. Ameyatimiza kwa kiasi gani? Kama Baka kama ameyatimiza kuwazidi wote, then yeye ndo anapaswa kuwa maana. Utamzungumzia beki gani ambaye jana amefanya vizuri kwenye baadhi ya mpira? Kuna mmoja ambaye Mwamnyeto, mfano mimi kuna Mwamnyeto mmoja niliona yani goli lilikuwa goli kabisa lile, lakini ule mpira mmoja haukuwa na kasi ndio, lakini angewacha singeingia golini, asingekuwa kwenye position yake. Sasa pale maana yake ilikuwa goli. Lakini mimi kwa man of the match, ile mechi niliona ni kama Lukman alimuona what is strike, yani kwa ile goli la pili watu tulikuwa hatujakaa kabisa, yani
Umeona hiyo transition. Watu hatujakaa tunashangilia goli la Tanzania. Sasa goli kwamba lilipata kwa uzembe wa mabeki au kwa uwezo wake binafsi. Yaani transition tumeona mimi nahisi kama kuna namna tu ile goli ilipopatikana. Kama tulikuwa tumezembea kwa namna kwamba tumetoka kushinda bado hatujarudi mchezoni. So akatumia ile advantage. Ndio kubwa sasa tunamuona. Ukubwa sasa tunamuona hapo. Ngoja naniliu anachokisema huyu jamaa ni ukweli kwa sababu ukiangalia performance aliyokuwa nayo yule jamaa Ademola Lookman mechi ya jana imeweza kuwabeba kwa kiasi kikubwa sana Nigeria. Yaani Ademola jana alikuwa kama Kylian Mbappe fulani. Yaani ni jitu likipata nafasi moja lina basi kwa nini tusifanye kitu kimoja? Tuangalie kwa Nigeria wao man of the match ni nani? Akawa Lookman. Kibongo bongo. Nani alikuwa man of the match? Mimi nimekupa kwangu tayari. Kibongo bongo. Au wengine wataje. Mimi kwa Nigeria mimi namuona bongo. Bongo Baka. Kibongo bongo. Golikipa. So golikipa. Sasa kama goli la kwanza lile ule uzembe ule. Hauongei umekaa tu. Goli la kwanza sio uzembe wa golikipa. Ni uzembe lakini wa defense. Ilipigwa nini? Ilipigwa cross pinpoint fulani hivi ambayo ilitua pale jamaa anapiga kitu mpaka kuwepo. Hakuna magoli magumu kama ya vichwa ya kudaka kwa golikipa kama na ile position aliyokuepo ilikuwa very near. Yaani ilikuwa karibu sana. Mimi simuoni kipa kwa sababu na sababu za golikipa kuto kuonekana kama man of the match. Kwa sababu kwanza inaonekana ni mtu ambaye hana uzoefu. Yaani hauongei na watu, umekaa tu golini hivi unasubiria Baka anasimama. Sasa inawezekana ni lakini pia madogo ambao yanasababisha magoli ndio tumefungwa. Hapana, kama goli la kwanza. Kwa sababu mimi na appreciate goli la pili performance yake kwa sababu imagine bro, ile ndo international game yake ya kwanza kucheza katika timu ya taifa. Yaani ndo mechi yake ya kwanza ile mjomba. Alafu anakuonesha performance kama ile. Kuna mipira mingi sana amezuia bro. Kuna saves nyingi amefanya. Kuna ile Naneli Osman alikuwa anaenda kufunga. Hata hiyo save unayozungumzia ya Baka. Ya Mwamnyeto. Ya Mwamnyeto. Bila yule golikipa Osman alikuwa anafunga mapema sana. Lakini golikipa alipotoka hivi akabana nafasi, Osman akashindwa namna ya kupiga ile moja kwa moja. Ikabidi alazimike kupiga. Nitakutolea mfano kwa nini Zuberi Foba sio nani. Kuna ile goli ambayo alifunga Usimi la offside. Umeona goli kama lile? Vipi kama lingekubaliwa? Hasa lile shida haikuwa goli. Alikuwa ameshatoka kabisa, yuko mbele kabisa ndio maana jamaa kafunga. Goli liko wazi. Mabeki walikuwa hawako kwenye position zao sahihi. Baka hakuwepo. Baka alitoka kwenda kumkaba pembeni. Angekuwepo angeuchukua huo mpira, ndio maana mimi nasema he is deserved to be the man of the match. Mimi kwa Tanzania na nitambakisha huyo kwa Zuberi Baka. Sawa, kwa Nigeria sijamuona kwa namna fulani. Ila mimi kibongo bongo sio tukitoboa. Kwani hiyo ni ya kudiscuss? Ndio, kuna mtu anahoja kwamba kibongo bongo tunaenda kutoboa kwenye nini? Yaani hatuendi au makundi, tunaishia hapa. Makundi. Tena sisi tuna uwezekano kabisa wa kushika nafasi ya mwisho. Kwenye kundi letu mimi ninachokiona kwenye kundi letu Tanzania, Uganda, Nigeria na Tunisia, si ndio? Atakayeshika nafasi ya kwanza pale mpaka sasa hivi pale juu yuko Tunisia. Anafuata Nigeria, anafuata sisi, then mwisho Tanzania na Uganda. Tanzania inashika nafasi ya mwisho. Alafu jamaa vipi? Tanzania inashika nafasi ya mwisho. Tanzania inashika nafasi ya 4. Hiyo ni ya kwanza. Tuendelee sasa hapo, wewe unaonaje? Sasa inabidi yake yote kundi zima kwenye kundi. Wewe umearrange kwamba nafasi ya kwanza hadi ya mwisho. Huja-arrange namna gani ambavyo hao watu watapata pointi kupitia wapi? Ukisema labda Tunisia anakuwa nafasi ya kwanza, okay, unasema kwamba hapa Tunisia ana possibility za kumfunga Nigeria, kumfunga Tanzania. Sawa. No. Kwenye makundi hata kama game bado sijacheza, nina uwezo wa kuanalyze. Huu mzigo huu hatutoboi. Au huu mzigo kwenye game ya kwanza ambayo tumeshacheza kwa wote. Mzigo kama kwa mfano sasa hivi anashika nafasi ya mwisho ni nani? Ya mwisho ni Uganda. What if tukamfunga
tukamfunga Uganda alafu tukamfunga na Tunisia. What if? Kwa sababu kitu ambacho mimi nakiona, uwezekano wa kumfunga Uganda upo, lakini pia uwezekano hata kama sio kumfunga au kuchukua alama moja kwa Tunisia